Utakatifu ni nini? Tuanze hapo. Utakatifu sio kuvaa nguo nyeupe. Kwa sababu ingekuwa ni hivyo, wote wanaovaa nguo nyeupe kuanzia kofia nyeupe, miwani, mishikio meupe, malizia na kwingine, wangekuwa watakatifu wote hao. Utakatifu sio kuongea kwa taratibu kwa jamani Bwana asifiwe kama unakufa leo. Utakatifu sio kutembea kwa kunyata. Hapana, utakatifu ni kitu kingine. Nikupe angalau definition za utakatifu chache zitatusaidia kwa pamoja. Moja, utakatifu ni njia ya Mungu, is the way of God. Kwa hiyo ninapokuhubiria kuhusu utakatifu, ninakuchukua na kuambia mwanangu, tutembee kwenye njia ya Bwana, tuende kwa njia ya Bwana. Tenda kama Bwana alivyotaka utende. Fuata njia ya Bwana. 2, utakatifu ni kanuni ya Mungu. 3, utakatifu ni sheria ya Mungu. 4, utakatifu ni amri ya Mungu. Na tofautisha hizo vitu vina maana tofauti. Sheria, kanuni, taratibu zina maana tofauti, na tofautisha kwa makusudi kabisa. Nikipataga muda nafikiri huko tutajaribu kufafanua tofauti zake. Na ndio maana nasema tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Baba asipokuwa nao. Maana yake ni amri ya Mungu. Tumeamriwa kuwa watakatifu, sio ombi. Tumeamriwa kwenda kwa njia za Mungu. Kwenye kila tunaolitenda tulitende tukifuata God's way. God's way of doing stuff. God's methods. Tunapo solve matatizo yetu tuyasolve kwa kutumia njia ya Mungu. Ukipitia changamoto uisolve kwa kutumia kanuni ya Mungu. Unaisolve ukiwa ndani ya parameters za utakatifu. Utakatifu ni asili ya Mungu. Our God is holy. The holy God. Utakatifu ndio asili yake. Na ametuita tuwe watakatifu ili nasi tuwe na asili kama ya kwake. Tukikosa hiyo hatuwezi kumuona. Kama kuna kitu cha muhimu sana baada ya kujifunza kwa habari ya Mungu wa kweli, mmoja wa pekee, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tukamjua yeye na utendaji wake, kinachofuatia ni somo la utakatifu. Maana yake sasa tunapiga hatua mbele. Umeshamjua huyu Mungu na asili yake. Sasa somo la utakatifu linatushughulikia sisi na kutuandaa ili tuwe na asili kama ya kwake. Na utakatifu sharti uanze ndani kwenye moyoni. Lazima ianzie ndani moyoni, isibakie huko. Utakatifu kishaanzia moyoni. Lazima utakatifu upermeate. Holiness must permeate from deep inside down in your heart. The holiness must permeate to your body. Amen. Through your soul. Na ndio maana utakatifu ni wa nafsi, mwili na roho. Andika.
Mashetani watakuja na doktrini zao. Injili za mashetani zinasema tumeokoka moyoni peke yake, Mungu ajali mwili. Shindwa kwa jina la Yesu. Piga fire, fire. Roho anena waziwazi ya kuwa nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Wengine wataiacha imani na kufuata mafundisho ya mashetani. Mafundisho ya mashetani yanasema ndio umeokoka lakini rohoni tu. Mungu angalii mwili. Koma. Mungu anaangalia mwili. Amen. Tena huo mwili ni wa maana. Anasema mwili wako ni hekalu la Mungu na Roho Mtakatifu anakaa ndani. Kama Mungu haangalii mwili, kwa nini ajichanganye kitu ambacho hakijali kiwe hekalu lake? Je, tunaweza kupeleka miili yetu kwenye ulevi na kwenye zinaa na kwenye uasherati na kila aina ya uchafu na kutoboa miili yetu na kuchora tattoo na kuifanyia miili yetu tunavyotaka, kwa sababu Mungu hajali mwili, anaangalia roho peke yake? Tunaweza kuvalisha hekalu la Mungu huo mwili wako mtepesho, suruale mtepesho, kwa sababu Mungu angalii mwili, anaangalia roho peke yake. Unaweza ukamvalisha Mungu hekalu la Mungu mlegezo. Ndio hekalu la Mungu tunalitembeza barabarani limelegea suruale, si ndio hekalu la Mungu linaenda hivyo? Sasa tumefikia hapo sasa, ndio kwamba hata hekalu la Mungu unalivalisha miniskirt, kwa sababu Mungu anaangalia roho peke yake, haangalii mwili. Unavalisha mwili hekalu la Mungu chochote unachotaka, kwa sababu Mungu hana mamlaka na mwili wako, si ndio? Hapana. Utakatifu ni wa mwili, nafsi na roho, vyote vitatu. Amen. Ndio. Huwezi kuchukua hekalu la Roho Mtakatifu, hekalu la Mungu, ukalipeleka kwenye uzinzi, ukalikabidhi mwili wako kwenye uzinzi. Na amesha declare, yani Mungu alishamaliza, alisha declare kwenye neno lake kwamba huo mwili sio mali yako mwenyewe, ni hekalu langu. Amen. Piga picha, unabeba hekalu la Mungu unalipeleka kwenye zinaa, unalipeleka pabu. Hekalu la Mungu unalipeleka kushikwa na wanaume. Mwanaume ambaye hajakuoa sio mume wako. Hekalu la Mungu kutomaswa na mtu kiuzinifu na kiusherati. Hekalu la Mungu nalipeleka kushikwa na wanawake. Tumefikia hapo kwa sababu ya chimbuko la mafundisho ya mashetani kwamba Mungu hajali mwili, yeye anajali roho. Hapana, anajali kila kitu. Wathesalonike wa kwanza, twende hapo mara moja. Wathesalonike wa kwanza. Naongea nini hapa wenyewe? Utakatifu. Hebu sema utakatifu. Naendelea kudefine utakatifu kwanza, ili tuelewane tunapoenda huko kwenye somo. Umeandika definition ngapi za utakatifu? Umeandika nini? Nikuongezea angalau moja, ziko nyingi. Nakupa chache ili zikupe msingi wa uelewa sahihi kuhusu utakatifu. Soma Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Inasemaje mwanangu? Mungu wa amani mwenyewe. Jina lako ni nani kwanza? Samson Zephaniah. Asante mwanangu. Mungu wa amani mwenyewe. Ndio. Kabisa. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe kamili. Awatakase kabisa. Mungu wa amani awatakase kabisa.